Mahakama ya Ndoa Podcast. Si tunaeleweka vizuri. Nakuelewa Mwalimu Dimoso. Kwa hivyo tunaiangalia jamii sasa. Anayeitwa mke kiwastani anajipanga kuingia kwenye ndoa akiwa yani hana uhusiano na tendo ndoa na mwanamume mwingine. Huyu akienda kwenye ndoa atakuwa na ujazo wa kutosha wa hisia, kwa kuwa hana kumbukumbu ya mwanamume mwingine kabla ya huyu aliyemuoa. Manake huyu ndo alokutana naye kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo atampenda yani full mazima, ujazo wa kihisia wa kutosha. Huyu ndio mke huyu. Huyu ndio mke huyu. Kawaida ya mke anajipa thamani ili atakapoenda kwa mume thamani yake inakuwa juu. Na wanaume waliooa wanawake wa sampuli hii huwa wana mapenzi ya dhati, kwa kuamini kwamba mke huyu alijitunza kwa ajili ya nani? Kwa ajili yangu, si kwa ajili ya wengine. Wakati wanaume wengi wameoa wake za watu, anaitwa mke akiolewa anakuwa ni mke, yani kaolewa mke wa, sio mke wa watu, ni mke wa mtu wako. Huyu anakuwa ni mke wa mtu, sio mke wa watu. Lakini wengi wameoa wake za watu. Kwa hiyo mke wa mtu ni yule ambaye anayejitunza, akienda kwenye ndoa anakwenda akiwa safi, brand yake iko vizuri. Na kwa nini anajitunza? Ni formula ya Qur'an. Allah anapeleka mambo kwa formula. Al-khabithatu lil-khabithin. Wanawake wasiokuwa na maadili waolewe na wanaume wasiokuwa na maadili, ama wanawake wahuni waolewe na wahuni wenzao. Kwa hiyo anajibrandi, anajipa ubora ili astahili kupata. Uwezi kupata mume mwema kwa tu sio mwema. Tangulia wewe kuwa mwema, alafu ndio utastahili kupata mume mwema. Hii ndio kanuni ya Allah. Allah asemi uongo. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulul karim. Allah anasema kweli na mtume anasema kweli. Kwa kusema haya ni kwamba ukiwatofautisha na wanawake, kiumbe anaitwa mwanamke, wengi CV zao mbovu. Anaingia kwenye ndoa akiwa tayari na uzoefu wa tendo ndoa na wanaume zaidi ya huyo mmoja. Kwa hiyo akiingia kwenye ndoa ana tabia ya kulinganisha. They always compare and contrast. Wanalinganisha na kutofautisha size ya maumbile ya wanaume waliopita nao, lakini ability to perform sex, uwezo wa kulitenda tendo la nini? La ndoa. Lakini tatu, the amount of money that she's going to be given, kiwango cha pesa nitakachokuwa anapewa. Huenda huko alimpata mtu anampa 50,000, 40, 30, akija kwako unampa 10,000. Lakini anasahau yale maisha ya zinaa yalikuwa sio maisha kubeba majukumu. Kwa mtu alikuwa anatoa 20, 30, hana majukumu ya kuumwa mtoto nini, ndio maana alikuwa anatoa hizo pesa. Sasa hivi kwenye ndoa pesa lazima itumike kwa mambo ya msingi. Kwa hiyo ukichukua maisha ya zinaa uje uyalinganisha maisha ya ndoa na kitu ambacho tofauti, havifanani, ndio maana unafeli. Nakuelewa sasa. Nakuelewa. Wakati wa zinaa mlikuwa mnakwenda kwenye show kwa kuperform jambo moja, hamkupata muda wa kuishi pamoja, kusomana madhaifu. Kwa hiyo uwezi ukachukua kipimo cha mapenzi ya kwenye zinaa ukaja ukaisha kwenye ndoa. Kule kuna mapenzi ya kuigiza, huku kwenye ndoa kuna mapenzi ya dhati. Kwa hiyo inatakiwa lazima vigezo na masharti vizingatiwe. Kwa hivyo anayeitwa mke ni yule anayejitunza, dini yake iko vizuri na maadili yake, na anayeitwa mwanamke hana maadili. Hawa hawaoni tabu kuziniwa mradi apate mwanamume mwenye nini? Mwenye fedha. Kwa hiyo ataziniwa na huyo, ataziniwa na yule mradi apate mwenye hela. Wakati huo anaendelea kuziniwa, anachakazwa, anafutika kwenye ramani ya watu wenye maadili, anapanga foleni kwa watu ambao hawana maadili. Huyu hata akija kwenye ndoa hawezi kutulia. Dhambi ya zinaa itaendelea kumtafuna. Ndio leo tunasikitika kuona kuna malalamiko mengi, watu wanalia. Zamani kulikuwa kuna malalamiko, wanaume na vibamia. Hayakuwepo. Hizi story ya vibamia ni nyingi. Kwa nini nyingi? Kwa sababu wanawake sasa hivi wanaziniwa sana. Wanasema wataalamu, mwiko una uwezo wa kusonga ugali sufuria yoyote. Mwiko hata kama mdogo unaweza ukasonga, ukagonga huko kwenye kona huko mpaka unga unachanganyika. Lakini sasa hivi mwiko unashindwa kusonga kwa sababu masufuria yametanuka sana. Kwa mwiko unacheza tu pale. Nakuelewa vizuri. Tutagusa mambo matatu tumalize. Tumalize, sawa. Kwa jambo la kwanza ni CV. Mke ni yule mwenye CV, mwenye brand. Anakuja kwenye ndoa akiwa mpya, sio mtumba. Ana ujazo wa kutosha wa hisia. Huyo ndio mke huyo. Unaona kwake mume yani hajui kingine, hana namna ya kulinganisha na kutofautisha. Sample aliyoiona mbele yake ndio sample yake. Ndio hiyo ambaye anaijua. Kwa sababu hana nyingine. Akimkuta mume mdogo atamzoea, mkubwa hamjui. Akimkuta mume mkubwa atazoea kwa sababu mdogo hamjui. Sawa. Sawa, nimekuelewa mwalimu. Hii ndio imewasaidia wamama wengi walioenda kwenye ndoa miaka ya zamani, ndoa zao zimedumu kwa sababu wamekwenda kwenye ndoa wakiwa wapya, sio mitumba. Sasa hivi ndoa zinaleta watu mitumba.
lazima wazinguane, wasumbuane. Lakini sifa ya pili, anaitwa mke, sifa ya pili ni yule anayejenga uwezo wa kujua mamlaka ya mume. Mume ni nani? Anaitwa mke, anajenga uwezo. Manake yeye anatakiwa amjue mume ni nani kabla ya kwenda kwenye ndoa. Qalat imra'atu lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, inna ibn ammi fulanan yakhtibni fa akhbirni ma haqqu zawji ala zawja fa in kana shay'an utiqu tazawjituhu. Alikuja mwanamke mmoja kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia, wewe Mtume wa Allah, mimi kuna mtoto wa baba yangu mdogo amekuja kuniposa. Kabla ya kukubali posa yake, nimekuja kwanza kwako, nataka nijue nani mume, ana daraja gani, ana haki gani, ana hadhi gani kwenye maisha yangu. Na iangalia, ndoa ni ibada, sitarajii kwenda kwenye ndoa nikiwa sina maarifa kutosha. Naomba Mtume uniambie ili nione kama naweza niingie, kama siwezi kwanza nikaziongeze GB nikajibusti. Ndio Mtume anamwambia, annahu min haqihi law sala man kharahu dama wa qayha falahsatuhu bilisaniha ma adati haqa. Mtume anamwambia thamani na daraja la mume miongoni mwa haki zake, lao katika pua yake akatiririsha mfereji wa damu na usaha, ukaupangusa kwa staili ya kuulamba bila kinyaa, bado mume yuko juu kuliko kumlamba usaha. Na lao ningalipewa mamlaka, lau kana yambaghi libashari an yasjuda libashari la amartu almar'ata an tasjuda lizawjiha. Lao ningepewa mamlaka kumwamrisha kiumbe amsujudie kiumbe, sio ni zaidi ya kuamrisha ninyi wanawake mwasujudie wanaume. Lakini sijida itabakia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuonyesha ukubwa na uthamani wa wanaume. Sisi tulistahili tusujudiwe. Huyo mumeo ndio pepo yako na mumeo ndio moto wako. Lakini ni wangapi wanajua? Mke anajua kwamba akiolewa anakwenda kwenye mikono ya mume ambaye anapokea uchunga wake kutoka kwa wazazi wake na pepo yake anapokea yeye. Kwake mume ni nani? Ar-rijalu qawwamuna ala nisaa. Kwake mume ni kiongozi, msimamizi, mwalimu, msemaji wake, bosi wake. Mume kwake ana daraja kuliko baba yake, kuliko mama yake. Siku anaolewa, aliyokubali kuolewa, Zaliana binti Salim, umekubali kuolewa na Dimoso, anasema nimekubali. Tafsiri yake amekubali kumilikiwa, amekubali kutawaliwa, kuwa chini ya mtu. Mtu ambaye ndio amehamishwa. Na aya nyingine inasema qu anfusakum ahlikum nara. Mume ni nani? Ni yule ambaye anayejiokoa yeye na yeye ana jukumu la kumuokoa mkewe. Ni kiumbe ambaye ana jukumu ya kukuokoa mke, dini yako, akuchunge swala yako, ijabu yako, dini yako kiujumla, akusimamie. Hii ndio mamlaka ambayo Mwenyezi Mungu amempa mume. Hivi wanatujua kwa kiwango hiki wanawake? Sidhani. Anayeitwa mke anamjua mume kwa kiwango hiki. Na mume akimwamrisha swala, ijabu, darasa, asitoke, asiongee na huyu, akimkataza miziki ndani, akimkataza mifila ndani, anakubali kwa moyo mkunjufu, kwa sababu mke kumtii mume ni ibada. Anasema nimekubali mume wangu, sami'na wa ata'na, nimekubali mume wangu, na anashuka chini. Hana kupanda tena, hamna kusumbuana. Ukimpanga anapangika, akupangui. Huyu ndio mke. Dada yangu, wewe umefikia kiwango hicho? Unayegombana na mume kila wakati kuhusu hijabu, kuhusu miziki, alafu unalaumu matokeo. Bado wewe hujawa mke, wewe ni mwanamke. Ndugu yangu, una mke nyumbani ama una mwanamke? Huyu ndio mke huyu. Ambaye anakubali kutawaliwa amri za mume. Yaani upo chini, utii bila shurutu. Utii bila shurutu. Sababu anajua anakutii wewe, sio wewe, ni Mwenyezi Mungu ndio amemwamrisha yeye kukutii wewe. Asante sana. Hiyo ni namba 2. Namba 2. Huyo ndio mke huyo. Kwa hiyo kanuni ya mke alivyo, yani kila maelekezo anayopewa anayatimiza bila shida. Kwake huyu, yani mume ndio kila kitu. Anamtenda kwa heshima. Tofauti anayeitwa mwanamke hajui mamlaka ya mume. Ndio maana kumjibu mume majibu ya mkato jambo la kawaida. Kuna wanawake kwenye majumba wanawajibu wanaume majibu ya mkato tu. Na hawahisi kama wanakwaza, wanaumiza. Unaona majibu kwao ya kumjibu shortcut mumewe ni jambo la kawaida sana. Mtu mmoja amerudi nyumbani na muuliza mkake, mbona mbadilika? Nipake rangi. Mbona sura umekunja? Ipige pasi. Anamuuliza, mbona sura umekunja? Nataka kuiweka kwenye begi. Yani anajibiwa mume namna hiyo. Na hii ndio tabia zenu baadhi ya wanawake. Hamjafikia level kuwa wake. Mke aliolewa mwenye adabu, alofundwa, ambaye akusukumwa, hawezi kumjibu hivyo mumewe. Athubutu. Tena anashuka, yani anashuka na anabembeleza. Ukimkanya moja naomba la pili. Mume wangu sio hilo tu unikanya, kuna lingine.
Mke wangu naona hijabu kidogo ndogo, anashuka chini. Mume wangu, kama kuna nyingine niambie. Pepo yangu iko chini ya unyayo wako. Ukinyamaza inakula kwako. Niambie. Tunao hawapo. Dada yangu, ushafikia level hiyo? Tunapoongelea ndoa watu wanagombana, tustress na matokeo ya magomvi, twende kwenye uhalisia. Je, waliokuwa majumbani ni wake ama ni wanawake? Ndugu yangu, una mke ama una mwanamke? Darasa hili ni lako na hii ndio ndoa yako. Hiyo namba 2. Hiyo namba 2. Kwa hiyo tukimalizia namba 3 sasa, mwalimu, kwanza hapa kwa kufundisha, ipo hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inasema, ad-dunya kulluha mata'u wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia yote unaiona ni starehe. Tamu ya starehe ya dunia ni mme kupata mke mtamu, mke fundi. Na mkumbuka Sheikh Walid anapenda kutumia neno mke fundi. Lakini mke mwema, mtaalamu kwa mambo matatu, maeneo matatu. Huyu ndo mke. Kwanza, idha nadhataha saratika, ukimwangalia na kufurahisha. Ukimtazama tu. Yaani ushindi kwa aliyeolewa, mke anaitwa mke, ni kumfurahisha mume, kuchota moyo wa mumewe, kuyajaa macho, atengeneze furaha kwenye moyo wa mume. Pili, anapoangaliwa avutie. Kwa hiyo tuwasaidie, tuwafikishe wanawake stage ya kujipamba, tuwanunulie viwezeshaji. Mke atakiwa kuwini wewe kuanzia machoni. Akiawini macho ndo anaathiri na moyo. Kwa sababu moyo unapata taarifa kupitia macho yanaona, moyo unapokea. Anaambia moyo, mke kapendeza, naona legea. Kwa hiyo mke anatakiwa ayawini macho, ayakamate macho yake. Kwa hiyo anayeitwa mke anafurahisha zaidi kwenye ndoa kuliko kuudhi. Kero ndogo, kwa hiyo furaha nyingi. Mambo unayopenda akufanyie kwa ubora. Chakula, makaribisho mazuri. Unaona, kujipamba. Unaona, kujiweka sopu, kunukia. Yaani anataka kuwina, kufurahishe. Ajaye pua zako uone sauti nzuri. Ajaye macho yako uone marembo. Ajaye masikio yako uweze kusikia maneno mazuri na sauti nzuri. Yaani akufurahishe. Umeona, milango yako afahamu, ipeleke taarifa kwenye moyo, na moyo uweze kutengeneza hisia, aamshe hisia, asisimue hisia na azitunze hisia zako. Sawa. Kwa hiyo anafurahisha kuliko kuudhi. Lakini pia anakuwa mtiifu. Wa idha amarta ata'atik, ukimwamrisha anatii. Hana jeuri. Unachomwambia anafanya bila shida. Huyo ndo mke huyo. Hamzinguani. Muziki staki, hamna. Season film staki ndani, hamna. Kwa shoga yako usiende, haendi. Haendi. Swala 5 anaswali. Darasa la dini anaenda. Kasome Qur'ani anaenda. Hana ubishi hata kidogo. Huyo ndo mke huyo. Tunao hawapo. Kama wapo asilimia chache. Kitengo cha familia kinaumwa, lakini shida kubwa, wanawake bado hamjawa wake. Mpaka pale mtakapokuwa wake ndio kitengo cha familia kitakuwa kimepata tiba ya kudumu. Na kwa hivyo tukimwangalia mke ni yule ambaye mtiifu. Lakini jambo la 3, mwaminifu. Mali ya mume, akifua nguo ya mume, akikuta pesa anarudisha. Akiwekwa dukani, yani anakuwa sehemu ya kutunza uchumi wa familia. Anamshauri mume katika kumpa nguvu ya utafutaji. Lakini pia anatumia vizuri kile anacholetewa. Kwa kuwa huyu ameshajipanga kuyaishi maisha ya ndoa. Amekuja kwenye ndoa. Kwa hiyo anakuwa mwaminifu. Lakini uaminifu, mwili wake pia haziniwi. Anajitunza. Haruhusu watu mwili wake uchezee. Mwili wake kwa ajili tu ya mumewe. Sawa. Tofauti na anaitwa mwanamke. Kuudhi kwingi kuliko kufurahisha. Kuna watu wao kwenye ndoa wanaudhiwa, hawana furaha. Hawana hata hamu ya kurudi majumbani. Wanaona bora wakae vijiweni, wengine wakae waangalie vijiweni baraza, lakini nyumbani kwa moto. Furaha haipo nyumbani. Haipo. Kirudi tu tayari unakutana na malalamiko, yani mapokezi ovyo, yani viongo vyote viko chini. Utadhani mtu kasukumwa kwenye ndoa. Allah tuhifadhi. Wakati alisindikizwa. Sawa, tumalize. Anaitwa mwanamke utiifu ana. Na anaitwa mwanamke uaminifu ana kwenye pesa. Wezi walio wengi